I tell it in the beginning because if I tell this in the towards then you may not be able to listen and concentrate. Ninayasema haya mwanzoni kwa sababu nikija kuyasema huko katikati mtashindwa kuzingatia na mtashindwa kuelewa. The gospel according to Saint John, just we have read. The gospel according to Saint John chapter 14 verse 16. I will give you, I will ask my Father, and he will give us an advocate. Tunasoma katika neno la Mungu Injili ya Yohane 14:16. Nami nitamwomba Baba, naye atawapeni msaidizi mwingine atakayekaa nanyi milele. Raise your hand and repeat it loudly. Tunyoshe mikono na tutarudia neno hilo la Mungu kwa sauti. When the word of God is repeated, what will happen? The power of God will spread in our lives, and deliverance and healing will take place. Tunaporudia neno la Mungu, nguvu ya Mungu inaingia kwenye maisha yetu, na hapo tunapokea uponyaji na kufunguliwa. By telling that loudly, we are expressing our love and respect for the word of God. With the desire, the Holy Spirit, the power of God may spread in our life. Tunaponyesha mikono yetu na kurudia neno la Mungu kwa sauti, tunaonyesha upendo kwa Mungu na heshima kwa neno lake, na hapo nguvu yake itaingia kwenye maisha yetu. Raise your hand loudly. Nyosha mkono na kwa sauti urudie. Nami nitamwomba Baba, naye atawapeni msaidizi mwingine atakayekaa nanyi milele. Hallelujah. So Jesus was supposed to live in this world for only 33 years. Yesu alipaswa kuishi hapa duniani kwa miaka 33 pekee. After that he has to return to the heavenly Father. Baada ya hapo ilimpasa kurudi kwa Baba wa mbinguni. So when Jesus taught this to his disciples, Yesu aliwafundisha haya wanafunzi wake. they were very sad. Walipata huzuni sana. Then Jesus is telling, na hapo Yesu akasema, if I go away, he will come. Nitakapoondoka ndipo atakuja. Who will come? Nani atakuja? A helper. Msaidizi. A permanent helper. Msaidizi wa kudumu. He will never leave you. Yeye hata kuacha. He will be always with you. Mara zote atakuwa pamoja nawe. So I will request my Father, hivyo nitamuomba Baba yangu, so that he may send the helper. ili amtume msaidizi. Hallelujah. And what this helper will do? Na huyu msaidizi atafanya nini? So we read again the gospel according to Saint John chapter 14 verse 26. Tunasoma tena Injili ya Yohane 14:26. Raise your hand and tell loudly. Tunyoshe mikono na turudie kwa sauti. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit will help us. Hivyo Roho Mtakatifu atatusaidia, He will teach us. atatufundisha, He will remind us. atatukumbusha. Hallelujah. Hallelujah. You know what all things the Holy Spirit will help. Unajua Roho Mtakatifu anatusaidia katika mambo yote. He will help us in all things. Anatufundisha katika mambo, atatusaidia katika mambo yote. Brother, please listen, no? Word of God is preached. Okay. Hallelujah. Hallelujah. So he will help us in all matters. Anatusaidia katika matatizo yetu yote. Not only in spiritual matters.